Sadaka bora zaidi ni sadaka ya siri. Sadaqatu sir tutfiu ghadhab ar-rabb, sadaka ya siri yazima hasira za Mwenyezi Mungu. Watoa kwa mkono wako wa kulia, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, mpaka mkono wake wa kushoto usijue mkono wa kulia umetoa nini. Maana yake nini? Yani wewe mwenyewe wajifichia sadaka kutokamana na wewe mwenyewe, je, kutoka kwa mwingine? Ndio maana wale wema waliotangulia walikuwa sadaka zao wakitoa kwa siri, hata yule aliyempa hajui kama amepewa sadaka. Kuna mtu wewe wampa, sawa, yeye yajua ni wewe umempa, si ndio? Itakuwa sasa kila akikuona jitahidi ya kuheshimu, wewe jitahidi asikuudhi nini, yule amenipa bwana. Lakini kuna wengine yeye anayekupa wewe humjui nani wakupa sadaka ya kufikia tu, hata hujui nani. Mmoja katika walikuwa wakifanya sadaka hizi za siri, ilikuwa ana duka, yauza duka. Basi anayeenda kama ni mtu fukara maskini, yamjua hali yake taabani, bei yake tofauti. Siku moja jamaa ameenda, ameingia yule wa kwanza, sukari kilo ngapi? Anambia sukari 70. Niteremka bei? Anambia sukari 70. Jamaa akanunua, akamrudisha chenji yake, akatoka. Anayefuata yeye anunua ile ile sukari na kiasi kile kile. Sukari kilo ngapi? Anambia sukari kilo 120. Wewe mbona mtapeli wewe bwana? Yule muuzi ya kilo 70 mimi anambia 120, namsikia mwenyewe. Sasa hivi mimi niko hapa na kusikia, hata usemi mali nyingine. Mbona bwana? Tulia wewe, tulia, hiyo ndo bei yake. Akanunua yule, kama amekasirika sana, kwa sasa ile kesi maneno kama kitui vile, sio? Hakuna dogo, kila muonaye bwana, duka fulani, duka fulani. Yule alivyoona sasa huyu hakuelewa wala hataki kuelewa, acha nimfungulie. Mwenyewe alikuwa ameficha, akamuita, akamwambia angalia, sikiza, mimi nina bei mbili. Akija mtu kama yule, wewe mjue yule? Simjui. Yule yuko hali yake ni kadha kadha kadha, ana mayatima nyumbani, hana kumsimamia, ana tabu. Na yule ni mtu yajiheshimu, nikimwambia chukua tu bure hatakuja tena hapa. Nikimwambia chukua tu bure hatakuja tena. Kwa hivyo mimi nimetumia busara ya kumfanyia bei yake na muuzia kwa bei hiyo. Lakini mtu mwingine yoyote ambaye kwamba simjui yuko hali kama yake, bei ni kama ile nilokupa wewe. Pole pole bwana, sikujua. Umeona sadaka hiyo? Yule anayepewa mwenyewe yajua, hata hajui, yajua ndo bei. Tena saizi afurahi, aenda nyumbani akisema alhamdulillah, duka fulani bwana bei zake nzuri, mimi nitakuwa nikienda pale tu. Kumbe apewa nini? Sadaka. Yule anayempa mwenyewe hamjui. Angalia watu namna walivyokuwa. Ali Zainul Abidin bin Hussein as-Sibti, katika wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu kazi yake ilikuwa usiku akizunguka kwenye majumba ya maskini, yajua nyumba baada ya nyumba ambayo ya watu hawajiwezi, akiweka vifuko vya vyakula, kama ni unga, kama ni mchele, na hataki hata kuajiri mtu ambebee, kwa sababu yule atakayemwajiri pia atafanya nini? Atajua kama yapa sadaka. Sasa yeye abeba mwenyewe, hakuna hata nyumbani watu hawajui kama yatoa hiyo sadaka. Chukua, akienda kiwaekea pa mlango, watu asubuhi kufungua mlango, alhamdulillah, sitakujua bwana, mtu mpaka niletea mlangoni sadaka hiyo. Mungu ambarikie aliletea. Ilijulikana lini? Al-Imam Ali Zainul Abidin alipofariki, alipokuwa yuaoshwa, alionekana alama kwenye mgongo wake wa kubeba ile gunia. Na usiku ule aliokufa, nyumba 200 ndani ya mji wa Madina walilala njaa. Kajulikana, kumbe wale maskini sana wakajua, kumbe ni huyu. Baada ya shakufa tena, hata mkitaka kumsifu ashakufa, yeye atakusifiwa akiwa hai, karibu thawabu zake. Kwa hivyo sadaka bora zaidi ni sadaka ya siri, sadaka ambayo kwamba huitangazii, na sadaka ambayo utaitangazia. Mwenyezi Mungu akwambia, la tubtilu sadaqatikum bilmanni
wal adha kalladhi yunfiqu malahu riaa an-nas. Musibatilishe thawabu ya sadaka zenu kwa kutangaza almanni, na almanni kumuonesha yule kwamba nimekufanyia wema. Kina Sayyidina al-Hasan al-Basri na wengineo walikuwa hata yule anayepokea hawaitakidi kwamba yeye anawafanyia wao wema, bali anaitakidi wale wanamfanyia yeye wema. Ilikuwa akimpa sadaka wao na kina Sayyidina Anas na wengineo wema salafu, akiweka mkono wake chini hivi, ameshika pesa hivi, sawa, ile pesa iweka hivi, okay bwana. Pia hata kufanya mkono wake uko juu hivi, yani mkono wangu uko juu, wewe pokea hivi. Yeye ndo mkono wake uko hivi, wewe chukua. Wewe ndo wanipa mimi, sio mimi nakupa wewe. Asema kwa sababu mimi nampa kitu kichache katika dunia, badali yake yeye yuanipa kitu cha thamani cha akhera. Hebu niambie wewe, umempa mtu shilingi 100, 200, tuseme umepata thawabu moja tu, yenye thamani zaidi ni shilingi 100 ama ni thawabu moja? Siku ya Kiyama wewe utatamani utoe 1,000,000 upate thawabu moja, utoweza? Kwa hivyo yenye thamani zaidi ni ile thawabu yule anayekupa. Yule ataenda atakula, atatumia, itakwisha, lakini wewe amekupa kitu cha milele kitakachoweza kukusaidia hata mizani yako iwe nzito, uingie peponi milele. Nani amemfanyia wema mwenzake? Lau mafukara wote wakakataa kupokea sadaka yako, utampa nani? Zile thawabu za sadaka utaweza kuzipata wewe kwa njia nyingine? Hauwezi. Kwa hivyo aliyemfanyia wema kiuhakika nani? Mwenzake. Lakini watu hawafahamu hiyo. Mtu ataka kumtukana anayempa, ataka kumfukuza, ataka kumdhalilisha, ataka kumuonesha hivi na vile, maskini hajaelewa. Na hatusemi ya kuwa kila sadaka inayotangazwa ni nini, ni ya riya ama ni batil thawabu zake. Mwenyezi Mungu ameeleza kwenye Qur'an kila kitu. In tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tutuha alfuqara fa huwa khairun lakum. Kama kuna malengo ya kutangaza ile sadaka, hakuna ubaya ukiitangaza, malengo mazuri. Mfano, wewe unachokitoa si chako, umetumwa na mwenyewe ukifikishe. Kwa hivyo lazima ni rekodi, nipige picha, aliyenipa aone kwamba kweli nimefanya nini, nimefikisha. Na ulimwengu ni huu, hakuna uaminifu, si ndio? Kwa hivyo wewe hutangazi kwa kuwa kujisifu ama kujionesha ama kumdhalilisha yule unayempa. Watangaza ya kuwa aliyenipa nimtumie aone imefika. Ama watangaza kwa lengo wale ambao kwamba ni wagumu, ni mabakhili, waone na wao kwamba kuna watu watoa, na watu wa namna gani, na watu wa kiwango gani, na wao wapate motisha wa kufanya nini, wa kutoa. Kwa hivyo innamal a'malu binniyat, usimhukumu mtu kwa nia yake. Aliyefanya siri ana nia yake, na aliyefanya dhahiri ana nia yake. Lakini kumtukana